Afadhali hata nimekutana na wewe mama mtu. Vipi? Poa, mzima? Mzima. Mbona kimya sana? Yaani wewe acha tu. Tatizo lilonipata mimi kubwa sana. Tatizo gani tena? Kakaangu anaumwa. Kakako yupi? Yule mkubwa au yule mwingine? Kakaangu Michakato. Michakato? Asumbuliwa na nini? Inavyosemekana alienda mtoni kuvua. Kwa hiyo alivyoenda mtoni kwa anasema kikamtokea kitu. Kwa hivyo fika nyumbani, yule aliyomtokea mtoni kamtokea tena nyumbani. Alikuwa na yule mdogo wangu, kwa hiyo hali yake sio mzuri sasa hivi. Hebu ngoja kwanza. Unajua huyo Michakato alikuwa na mimi huko mtoni. Alikuwa na wewe? Alikuwa na mimi. Kwa hiyo kimetokea nini huko mtoni? Ni hadithi. Yaani tumefika kule mtoni, tumeanza kuvua pale nini? Fresh. Lakini sasa yule brother zako akaanza kuongea habari za yule bibi na kisima cha bibi kule. Ameongelea afu anaongea maneno machafu. Kisima cha bibi kinaita kwa sauti ya chini. Unasemaje? Samahani. Kwa hiyo kukuita kule kote ulikuwa unisikia? Nilikuwa sijakusikia ndio maana nilikuwa naenda. Basi tuachane nayo. Hivi yule jamaa tuliokutana naye pale jana, yule ndo mtu wako ama? Kwa hiyo wewe awe mtu wangu asiwe mtu wangu, wewe nakuhusu nini? Maana jana tumeelewana kipande kidogo sana. Umeniomba msamaha. Umenikubalia. Tumekumbatiana. Shida nini? Baba koma wewe. Tulikubaliana jana sio leo. Umesikia? Tena kuniitaita, kunisimamisha hapa mwenzio sitaki. Kwanza nikikuona tu najisikia kichefu na kinyana, isikutapika japokuwa sijakuzaa mimi. Umesikia? Tena siku nyingine kunisimamisha kama hivi sitaki. Mimi sikupendi. Nimemaliza. Hivi mbona anabadilika kama kinyonga, mara wa blue, wa kijani, mwekundu? Ama kweli ng'ombe wa maskini hazai. Ila tutakutana tu. Kwa sababu tumba kubovu ufasi kwa ziki. Asante. Nilimsii sana achana na hizo mada, lakini biblia zako kawanielewi hata kidogo. Umeona? Kwa kimekuja pale kitu mtoto si mtoto, mtu mzima sio mtu mzima. Umeona? Pale kabidi watu tufanyaje? Tukimbie. Baada ya kukimbia tena tukakimbilia kwake. Sasa hapo unaponiambia kwamba ana matatizo nini, unanichanganya kidogo. Basi hali yake sio mzuri kakaangu sasa hivi aongei, na hapa unavyoona. Jana tumeenda naye huko kwa mganga wa kienyeji, tumefukuzwa kama watoto wadogo. Kwa hiyo hapa hata sielewi nafanyaje, nimsaidiaje kakaangu. Hiki kijiji sasa hivi kina matatizo kibao. Tena sana. Juzi tu hapa msibani, nini vitu vipi hivi. Ila sawa ene. Unajua bwana kuna kitu kinaitwa mapenzi. Mwenyewe mwenyewe unajua. Ndio. Sasa mimi na wewe wapenzi. Sielewi, yani tangu umefungishwa ndoa na yule mchumba wako yule mtu wa mkeka ile. Sasa hivi kimya. Mpenzi wangu, hizo mada hata tuziongelee hapa. Mimi baadaye nitakukuta kwako. Mwenyewe unanijua yani. Unanitambua vizuri tu kwenye mambo hayo. Sasa nakuomba usipokuja nakuja kule kuharibu, kule kwa yule mchizi wako. Usipokuja nakuja kuharibu kule. Hamna, nitakuja. Ila si unajua mimi nakaa na mgonjwa, sinisha kuelekeza hali ya kakaangu, kwa hiyo inabidi nifanye mpango ya kula, afu ndio nije vizuri. Sije kaniona kuchelewa. Haya sawa. Pako mwenyewe mnyaidi hamna shida. Haya sawa. Poa. Shemeji vipi? Kwema. Sasa mbona unaanguka mwenyewe? Presha shemeji yangu. Pole, vipi? Safi kwema? Huku safi. Hii wapi sasa? Nikija huko kwa dada yupo kwanza? Yupo. Nimewaacha na kaka yako yupo kule. Hivi shemeji? Ndio. Mazingira yao umeyaelewa ya kukimbizana? Nielewe wapi shemeji yangu? Ile hatari kweli. Sasa mimi nikashangaa tu kaka anakuja hapa anaanza kuwafukuza watu afu po msibani. Anakimbizaje watu vile namna ile? Hapo mimi ndio nashangaa fuka kaka hizi silesi amezitoa wapi sijui kaka yako wenyewe hiyo. Kama nilivyokuambia mpole mpenzi wangu. Sijafika kwako kulingana na matatizo ya kakaangu. Kakaangu bado hali yake sio mzuri, hajakaa sawa. Na ndio maana nikakutumia message ili tukutane hapa nyuma tuongee vizuri. Afu najua sikuelewi. Tangu umefungishwa ndoa mkeka na yule mshikaji wako basi unamjali yeye tu, shida zangu mimi wewe hauzitambui siku hizi. Sasa wewe ndo mama mtu, wewe mwenyewe unaelewa, wewe ndo kila kitu kwangu mimi. Lakini siku hizi unanivungia, yani uko busy na mambo yako. Sasa
Sasa hivi mimi kichupa kishaja, nataka kamwage wapi sasa? Haya, tunafanyaje sasa kuhusu hilo? Yaani hapa hata cha kufanya sijui mpenzi Cha wangu. kufanya kipo. Wewe. Hapa ndo sokoni? Jonga na wewe hapa sokoni? Hapana. Hapana, kitu gani? Lakini mume wangu si. Lakini mume wangu nini? Takukata kibao wewe. Wewe ndo alinitumia message amsema kuna mganga mzuri hapa kijijini. Nani alikutumia message wewe? Ndio huyu. Mimi namba yangu kwenye simu yako hakuna. Ya mjinga unaye. Wewe blaza wewe. Sikiliza wewe. Hii mali kama ulikuwa unachukua zamani, sasa hivi mimi mke wangu nimemuoa, si maana mpendeza na mgaramia. Umesikia wewe? Marufuku kuchukua mali za watu. Oya, sikia mwanangu nikwambie. Unajua umelolota ongea ndio zako bila kusikiliza tu hapa. Oya mwanangu, muulize mwenyewe kati yako wewe na mimi. Nani kaanza kulisoma hili gazeti? Wewe mshamba mwanangu, umechelewa. Sasa sikiliza, nikwambie. Hili gazeti nimenunua jioni. Nimelilaza nimesoma asubuhi. Umenielewa? Marufuku kukutana tena mke wangu. Wewe, twende huko. Sasa kama unaenda huko, ukimkuta kakako kabla bado hajaondoka, ukamwelekeze pale atoke. Mimi nisimkute pale. Yaani mimi nikamwambia kaka? Ukamwambie bwana. Nikamwambia mwenyewe. Au unamogopa? Kumogopa? Siwezi kumogopa. Mimi ni mtu wa imani, tena namheshimu tu. Heshima tu ndio inanifanya hivi mpaka nisitumie jukumu kama kwenda kunitoa kwa nguvu. Kwa hiyo si ndugu yake. Ndio nakuagiza nenda ukamtoe yule bwana. Yake tu msibani alinikimbiza ndio nikamwambia sasa hivi aondoke pale kwa ataniacha hivi hivi. Yaani wewe shemeji yule ulikuwa na pressure tu. Mimi nasema tu chumvi unajua. Chumvi? Sasa mimi naenda huko. Sasa sikiliza, wewe ukienda kamwambia hivi, shemeji amesema hapo utoke asikukute. Mimi naogopa, sija kanisa. Mtafanya kitu kibaya yule. Ukamwelekeze hiyo sawa? Na ukamwambia atoke pale bwana. Mimi sitaki nani bwana. Watu wengine bwana. Vipi? Poa. Salama. Sio salama bwana. Mimi yaani kifupi siko sawa kabisa yani. Na sehemu hapa na wahi mara moja kuna issue nenda kuifanyia kazi. Pana na matatizo makubwa sana nyumbani kwetu pale. Matatizo gani? Mtoto wa dadangu kapata shida. Kapata shida kama ulivyosikia, kama umesikia kuna tetesi, kuna sehemu kuna msiba. Sasa mtoto wa dadangu alipata matatizo fulani ya kumwa ghafla. Kwa sasa nilipofika hapa nikaona kuna vitu haviko sawa. Kwa hiyo nataka nivirekebishe, nikitulia tutaongea tu vizuri. Ila mimi nilikuita hapa kwa nataka nikuombe msamaha maana nimekukosea sana. Satima, kilichotokea muda ule cha nacho. Yaani mimi nimekusamea kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na haraka zangu. Ila nimekwambia nikitulia tutakaa tuongea ataisha tu. Mara kitokea. Uona wasiwasi nani? Mimi nitakutafuta mimi mwenyewe nikimaliza mambo yangu. Sio unielewa? Kuwa na amani. Wewe nimekusamea. Kweli? Nimekusamea. Wewe kuwa na amani. Ila mimi nikitulia nitakutafuta. Ila sasa hivi siko sawa kabisa. Asante. Asante. Poa baadaye. Kama nilivyokuambia mdogo wangu, yaani mimi hapa sielewi. Kaka naye ameniacha njia panda, sielewi nifanyaje. Yaani hapa nimechanganyikiwa. Changamoto. Unajua hata nimekutana hapo na shemeji ameniambia kwamba nimwambie kaka hapa asilale. Mimi hata mume wangu naye ananichanganya. Maana hapa ameamka asubuhi, shemeji yake yenyewe hajamsalimia. Yaani kila mtu anampita tu njia anayoiona mwenyewe. Mpaka sasa hivi mimi nachanganyikiwa, sielewi nafanyaje. Yaani ananichanganya, mume wangu ananichanganya, kaka naye ananichanganya. Yaani mimi sielewi. Unajua dada, hata mimi nashindwa kuelewa kwa sababu kaka ametoka ameenda mjini, amekaa miezi miwili, amerudi, amekuja msibana na hivyo mavugu mara amnyanywe shemeji ampeleke nyuma huko. Na mimi nikashangaa kwa nini sasa msiba mpaka sasa hivi hawajazika? Mdogo wangu, kaka ameniambia kwamba mimi mwanangu bado hajafa. Hajafa? Hajafa. Wewe ulikuwa wapi sasa?
Wewe naye umekaa dakika 2 tu hapo unaona kazi kukaa nyumbani. Nifungua hapa sasa umekaa wapi sasa? Fungua nimekwambia iko chini ya ndoo hapo. Kwa ushanifanya mimi ndinzi nyumba hizi. Yaani dakika 2 tu hapo nimekufanya mlinzi. Dakika ulikuwa wapi kwanza? Yaani mimi nilienda kwa dada kwenda kumsalimia. Maana asubuhi tulipotoka vile kwa kuhangaika. Sasa sikia ngoja nikwambie kitu. Bana mimi nimeenda kwa dada kwenda kumsalimia. Akaniambiaje? Mwanae hajafa. Lakini wewe hajafa? Hajafa ndio. Lakini na wewe tumetoka pale kunitukio asubuhi na wewe umetoka hapa. Yaani mapepe yako umeenda tena kule kule. Mimi yule dada yangu nilienda kumwangalia. Maana unajua kaka yeye amechanganyikiwa. Unajua mtukimbiza pale? Akujali mdogo wake akujali nani? Kwa hiyo tulia. Mimi na wasiwasi na kaka kule Kitufe. Pale pale alipofika sijamuelewa. Mara ingia ndani, mara mpe shemeji yako. Sasa sikia. Hiyo shemeji yako mimi kaka kuna kitu anakijua. Sasa kile mvua yenyewe tuone panapovuja. Maana hili swala ngumu sana hili. Sasa sikia. Ni hapa maana umenifanya nieleze muda mrefu sana. Ni hapa weka hapa mimi natoka naenda kwanza kwenye mitikasi yangu. Unajua mimi tusauka kaa nyumbani. Wewe hapa kaa, mimi natoka. Maana nimeshaongea naye. Leo inabidi nikakutane naye. Sasa sikia. Ni hapa natoka nitakukuta. Lakini sikia. Ukienda huko usije ukaenda kumsimulia nilichokuambia hapa. Kunisimulia nini naye mbona usiseme huko usiseme. Peleka matako yako ndani. Haya. Mpole. Naam shemeji. Umekuja tu jana hapa, ila umekuja hapa umevurugwa. Ila mimi nilishindwa kukuuliza kulingana na hali uliyokuwepo nayo. Kwani ilikuwa shida ni nini? Shemeji. Kwanza samahani, maana jana kama kawaida yetu tulikuwa tumeenda mtoni kuvua samaki. Tumefika kule ilikuwa mimi na rafiki yangu yule Mchakato. Tumefika kule yule bwana akaanza kuzungumza habari za yule bibi wa kule kisima cha bibi. Kaongea mimi nimwambia achana na hizo habari ila mzangu akawa anaelewa. Tumezungumza na msisitiza kwa msisitizo usiongee hizo habari achana nazo. Mwenzangu chakawa mbishi. Kwa hiyo pale tumeongea akatokea sijui mjukuu wake, sijui mwanae, yani hata si. Kwa hiyo pale baada ya kutokea pap tukaanza kukimbizana, kila mtu akawa amekimbilia kwake. Kwa hiyo baada ya pale kila mtu kukimbilia kwake ndio mimi nimefika nyumbani hapa. Baisha nguo ndio nikatoka kimya ndio hivyo shemeji yangu. Lakini shemeji, kumbuka hapa nyumbani kaka yako amekuacha. Amekuacha hapa nyumbani kwa sababu tusaidiane kazi. Mume wangu ulikuwa hapa? Mke wangu nilikuwa kwenye baa hapo kidogo, si unajua nikichowesha muda. Sawa. Shufaa kuna ujumbe ameniletea. Ameniambia kwamba umemwagiza kwamba akija sasa anamwambia ndani ame. Kwani kuna shida gani? Ni kweli. Nilimwambia akimkuta tu kaka yenu wewe, ampe taarifa kwamba hapa mimi nisimkute hapa aondoke kabisa. Mume wangu, kwa dhuluma yote lililoendelea hapa nyumbani. Bado anasema kaka aondoke. Anaondokaje? Shida mnayo nini na kaka yenu huyo bwana? Kaka yenu yeye anavurugu sana. Wewe una matatizo gani mpaka kaka aondoke? Ndio matatizo na kaka yako huyo. Kuna nini kwani? Mwelekeze. Nimwambie nini wewe? Simwambie tu. Asa mbona unanichanganya? Kuna nini? Wewe mwambie tu. Mwambie mwenyewe si ndio ulikuwa unakadhania. Sasa mimi nimwambie nini? Hebu tulia. Wewe nisikize kwa makini. Wewe ulichokifanya mimi nakifahamu. Nipo kwenye mihangaiko yangu huko mapolini huko kufanya mikakati yangu. Nimekusikia kila kitu. Unamwagiza mdogo wangu pale haje kuleta ujumbe hapa kwamba mimi hapa ni hami. Sasa kwa taarifa yako, hapa mimi si hami. Mpaka jambo langu nilolifuata hapa litimie. Sio unielewa? Hapa sifanyaje? Si hami kwa sababu wewe kinachoendelea hapa unakifahamu. Sasa kwa taarifa yako, hapa mimi si hami. Lakini wewe nikikuelekeza, hakuna chochote unachonisaidia. Nikikwambia habari za shambani unakataa. Unaenda huko unaenda kuzurura. Haya, huko ungekuwa umekufa. Na ule mlionizungumzia angekuwa ametokea akakuzuru wewe. Nikitaka kunijibu nini kaka yako wewe? Na kaka yako kila siku anapiga simu, anafanya kazi ya kuniulizia. Mdogo wangu anaendeleaje? Namwambia yuko salama. Unafanya kazi ya kuzurura. Shemeji. Shemeji. Mimi nimekuelewa. Utajirekebisha. Sawa, mimi naomba ujirekebishe. Na kesho twende shambani tukasaidiane kutoa yale mahindi. Mambo mengine yaendelee. Sasa ngoja nikuache shemeji yangu, mimi naenda ndani. Sio mnielewa? Sasa huyo mbwa amejuaje kwamba mimi nimekutana na Shufaa? Wewe. Hapo wewe utama. Tama. Hapo lazima uame. Sasa kwa taarifa yako mimi hapa si hami.
Wewe pelege nini wewe wapo unahama? Wewe ongea kuhusu wako. Mimi hapa sasa. Hebu subiri kwa ninge ndani. Mwisho mimi nikan. Wewe usinitishie wewe. Wewe usinitishie. Tena wewe chukua begi yako bwana utoke bwana. Huyu mbwa mbona anapenda kunitawala. Anapenda kuingia ndani kama mwake. Natamani nichukue panga nikate na nini nitafunie kwanza na chumvi na mimi mpuzi. Unaweza kunikata na panga mimi? Shika ya. Shika. Wewe usizime data wewe. Hili panga nimekuletea wewe nikate kwa sababu ulikuwa unanong'ona kama mtoto wa kike. Kama ashangedee unaongea sijui nitamkata na panga sijui. Usinong'one toa sauti. Hizi ndevu wewe wa kiume. Wewe basi nikwambie. Nimekwambia hapa sitoki mpaka biashara yangu ndio ije. Hapa nimalize. Yaani hii nyumba sitoki. Utaama wewe mundani na hii nyumba utaiona chungu. Sitoki. Wewe kinachoendelea huyu anakifahamu. Na huu uwanja wataona mchungu. Wewe uwanja utaona mchungu kuanzia siku za mbele. Tena anza leo wewe.